Mwaka 22 Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aliita bodi yetu Ikulu kwa mazungumzo. Akasema, na nukuu, turejee katika nchi iliyokusudiwa kujengwa wakati wa mwanzo, nchi itakayowika, yenye msimamo, yenye umoja na amani. Siku chache zilizopita tulipata tatizo na kidogo tukatetereka. Tangu tarehe 29 tumetembea kidogo, tuna aibu. Kitu kilipita katikati hapo tukatetereka, lakini bahati nzuri hatujaanguka, bado tupo. Na aibu hii si yetu peke yetu, wanaotufahamu, majirani zetu ndani na nje, wanasikitika pamoja na sisi. Hawakutazamia kwamba na sisi Tanzania kwa miaka hii tumekuwa mfano mzuri. Wasema, na ninyi ukiwa hivi na sisi je, imekuwaje? Kukumbushana yale aliyosema baba wa taifa, na waachieni taifa moja kwa msingi wa usawa wa binadamu na heshima, na lisilo na ubaguzi. Alitaja neno moja, dini, lakini ubaguzi mwingine hakutaja. 85 anatukabidhi nchi hiyo, pamoja na changamoto, pamoja na tunajiuliza tufanye nini, pamoja na kungoja taarifa tuambiwe nini kimetokea. Tunataka tukumbuke na tunasisitiza tukumbushane, tusipoteze dira ya nchi hiyo. Yaliyotokea ni msiba, na msiba huwa mnalia pamoja. Kuzika wakati mwingine mnachelewa, lakini wakati mnachelewa bado mnazungumza kwa utulivu. Tunataka wakati tunatafakari na kujua nini kilitokea, kwa nini kilitokea, nani alisababisha. Ni sisi wote, ni baadhi yetu, ni nani? Tusije tukapotea kama tunavyoona kwenye mitandao, matusi na nini. Hayana sababu. Na hii kauli mimi naisema tu, nitaka wazee mkubaliane na sisi. Taasisi ni ya amani, umoja na haki. Tunataka kukumbushana kwamba changamoto zisije zikafanya tukapoteza msingi wa taifa letu. Kikao hiki kitoe faraja kwa taifa letu na kithibitishie Watanzania na wale walioko nje ya Tanzania kwamba sisi ni Watanzania, hatujashindwa kitu. Na mwisho, wazee tupo, vijana wazee tupo, na penye wazee hakuna linaloharibika. Leo tumekuja kusema tupo. Tunawaombeni mjue tupo. Tunawatakia mema. Tunatakia rais wetu mema wote, na hili lililotokea liwe somo kwetu wote.